Nimeambiwa kuna party officials wa chama cha Mheshimiwa Jirongo wako hapa, wasimame tafadhali. Ni UDP. Wako wapi? Anyway, mimi nimefika hapa kwanza niombe msamaha, nilikuja kama nimechelewa. Party leader tulikuwa tukuje hapa na Mheshimiwa, we just wanted to recognize you. Thank you very much for that. Tulikuwa tuje na Mheshimiwa Soti, lakini kwa sababu ya hiyo ndege imechelewa, Mheshimiwa Soti amesema niwapatie apology zake, lakini tutakuwa hapa na yeye tarehe 30 ili kuweza kumshirikisha huyu shujaa wetu Mheshimiwa Cyrus Jirongo. Ninyi wote mnajua kwamba Cyrus Jirongo alikuwa rafiki yangu. Na nataka niwapatie historia fupi ya jinsi ambavyo mimi nimemjua Mheshimiwa Jirongo. Mwaka wa 91 huyu Sifuna ambaye anazungumza, nilikuwa sijafikisha hata miaka 12. Nilikuwa miaka kama 10 hapo 11. Nilishikana na mama yangu, tuliambiwa kuna doi imekuja hapo Kakamega Town. Wale wanakumbuka kulikuwa na ofisi ya Kano pale opposite KCB hapo Moi Avenue pale Kakamega. Tukapanga line, mama amenishika mkono, amefunga leso, akaniambia leo ingia nayo kwa nyumba. Mara yangu ya kwanza kusikia huyu kiongozi anaitwa Cyrus Jirongo. Baadaye nimekuwa mtu mkubwa. 2017 natafuta kura pale Bungoma. Nilikuwa natafuta tiketi ya chama cha ODM isimame ubunge wa Kandui, nikafanyiwa ile kitu na wale watu wa ODM. Nataka ukae Nairobi kwanza, Nairobi. Wewe mtoto wetu huko. Wakati wamenifanyia ile kitu, nimekaa kwa ofisi na fanya kazi yangu ya wakili. Nikaona mtu ananipigia simu, ananiambia yeye ni Cyrus Jirongo. Nikashtuka, nikasema ala, mtu mzito kama huyo anatafuta kijana mdogo kama mimi kufanya nini? Akaniita, alikuwa na ofisi pale Westland. Nimeenda, tumekaa watu wawili. Jirongo akaniambia, wewe Sifuna, vile ninakujua, wewe utakuja kuwa kiongozi katika taifa la Kenya. Alikuwa ameshajua na anaona katika vijana, anaona talanta ambaye inaweza kuwa kiongozi. Akaniambia, ODM wamekufanyia ile kitu, kuja nikupatie tiketi ya chama yangu na nitakupea support hata ya kifedha. Mimi najua unaweza kuwa mbunge wa Kandui. Na uzuri ya Cyrus, hakuwa anaogopa kukosolewa. Mimi kijana mdogo nikamwambia, Cyrus, mimi vile naona, wacha nikaekae na huyu baba. Kwa sababu in my view it is better for me to be a small fish in a big pond than a big fish in a small pond. Unanielewa? Akasema unaita chama yangu small pond. Nikamwambia hapo ndio niko Cyrus. Baada ya wiki chache chama cha ODM kikabadilisha mawazo, kikasema Sifuna, tunachezea rafu kule Kandui, lakini tunataka kuchezea Nairobi na tukupee tiketi ya Nairobi. Kijana ODM ule jamaa alikuwa amepewa hiyo ticket, akafanyiwa ile kitu, mimi nikapatiwa ticket. Wakati Jirongo alisikia nimepewa ticket ya senator ya Nairobi, akaniita tena kwa ofisi yake. Akaniambia, congratulations my brother. I told you wewe lazima Mungu atafungua njia zako, lazima utakuwa kiongozi. Na akaniambia familia yangu yote, supporters wangu wote ambao wanapiga kura Nairobi, mimi nitakuombea kura ukuwe senator wa county ya Nairobi. Na akanimina kitu ya kampeni. Ala, kwani ndapita na kitu nikachapa siasa yangu ya Nairobi. Ilikuwa time imeenda sana, lakini bado nilizoa kura 1700 nikakuwa namba 2. Na ndio hawa wadosi wa ODM wakaona kwa podium, wakasema huyu Sifuna huyu anaweza kukua SG. Party leader less than 4 months baada ya kufanyiwa ile kitu kwa nomination, mimi ni SG wa chama. Na huu ni mwaka wangu wa 9 nikiwa kama SG. Na bado uko pale. Nimefika hapa, tukakuwa tunaendelea kuzungumza. Kila wakati Cyrus akiwa na issue anakuita, mna consult kama viongozi, jamii yetu inaenda wapi, sisi kama jamii ya Mlembe. Akakuja 2022 nikisimama kura, Cyrus supported me. Party leader Cyrus supported me, Mheshimiwa Jirongo. Tukakuja tukakuwa marafiki. Wakati mwingi anajua Sifuna ni wakili, anakuambia Sifuna, kuna deal hapa, unaweza kuja uandikie hawa mkataba ukule kitu mtoto wetu. Ananiambia kuna deal hapa, Sifuna, kuja uwapee legal advice, utakula kitu. Siku nyingine ananiita, ametoana na watu wanajiita Alpha House, sio alitoana wapi? Vijana wa baba. Akaniambia, Sifuna, I want you to be the first panelist kwa hii interview yangu. Na yeye si journalist,
Akasema tunataka tu tuongee kama wanaume, tusemeko ukweli hapa Kenya. Nikamuuliza Cyrus, utakubali hata mimi nikuulize maswali? Akasema Sifuna, mimi hakuna kitu naogopa. Wewe niulize ile swali unataka kuniuliza, nitajibu. Na ndio mliona ile interview tulifanya na Jirongo. Karibu masaa mawili nikimuuliza wewe Jirongo, tuambie tu ukweli. Hii pesa ya YK mlikuwa mnatoa wapi? Mlisikia bila nijibu. Unajua Jirongo alikuwa kiongozi ambaye wanaita kwa kizungu thick skin. Kuna wengine ukiwakosoa tu hata kidogo anakutumia polisi. Hata kwa Facebook tu mdogo ukiandika wewe ni bure, anakutumia makundi. Wengine hawataka kukosolewa, wanataka kiongozi mzuri ni yule ambaye yuko tayari kuambiwa hapa unapotea. Hata wengine hapa Kakamega kwa sababu wanajua Sifuna msimamo wangu, wananipangia magunzi nikikuja mkutano na unakumbuka? Unawajua? Wacha niwaambie leo, siasa ni ushawishi. Siasa huwezi kunilazimisha nione point yako, nikalisha chini uniambie mimi naona twende hii kwa sababu ya hii na hii na hii na hii. And that is who Cyrus Jirongo was. So I am here to mourn a great man. Na mimi kwa sababu Jirongo alikuwa anapenda ukweli, na aliniambia Sifuna, watu uwe tu, lakini ukweli tutazidi kusema. Niseme niseme? Party leader. Wakenya wanaishi kwa uoga. Wakenya wanaishi kwa uoga. Mimi nilisema haijalishi kama tunajenga barabara, lakini kama tunaishi na uoga hiyo barabara hatutaki. Mimi baada ya Cyrus kufa, kila mahali nikienda Waluya wananiambia wewe Sifuna, wewe ujichunge, wewe ndio next. Wajaribu wakuja hapo. Lakini nataka niseme hapa, hakuna mtu ambaye atanitoa kwa ukweli. Hawezi kuninyamazisha. Hata Cyrus kama amenyamaza, sauti yake tunaisikia kupitia haki kitendeka katika taifa hili. So mimi nataka Mungu amweke Cyrus mahali pema peponi. Na amsalimie baba Jacob akienda kule. Amwambie vijana ambao uliwacha wako tayari kufanya kazi ambayo uliwaachia wafanye.